Karibu katika darasa la leo. Tutaangalia uradidi unavyojitokeza katika lugha ya Kiswahili. Na hapa kuna swali la kutuongoza. Swali linasema, onyesha kwa mifano ya kutosha namna uradidi unavyojitokeza katika lugha ya Kiswahili. Ili kutimiza mahitaji ya kila siku ya wanadamu, wanahitaji kuwasiliana. Na hata hivyo, ipo changamoto ya msamiati. Changamoto hiyo ni kukosekana kwa msamiati unaohitajika ili kutaja kila dhana na kila zana. Kutokana na upungufu wa msamiati unaohitajika kutaja kila dhana na kila zana, watumiaji wa lugha hutumia mbinu mbalimbali za kuboresha msamiati uliopo ili ubebe dhana za ziada. Miongoni mwa mbinu zitumiwazo ni uradidi. Uradidi ni dhana inayojitokeza katika lugha nyingi kwa lengo la kuboresha msamiati uliopo ubebe dhana za ziada. Katika lugha ya Kiswahili, tukiacha dhima nyingine kama zile zilizobainishwa na Ashton 1944 ukurasa wa 316 hadi 318, uradidi unaweza kutumika katika mazingira yafuatayo. Mosi ni kuimarisha au kudhoofisha maana, na pili ni kuongeza na kupunguza msisitizo wa dhana inayozungumziwa. Kwa hiyo, wakati mwingine mtumiaji wa lugha ya Kiswahili hulazimika kutumia mbinu ya uradidi ili kuwasilisha dhana ambayo haina msamiati unaojitegemea au mzungumzaji hajui msamiati unaofaa kutumika katika muktadha unaohusika. Dhana hii ya uradidi hujitokeza zaidi katika lugha ya mazungumzo, ambapo wazungumzaji wanakuwa huru kutumia mbinu zozote wanazozijua ili kuwezesha mawasiliano kwa kiwango kinachostahili. Katika makala haya tutaona namna uradidi unavyojitokeza katika lugha ya Kiswahili. Kwa mujibu wa Rubanza 1996, uradidi ni njia ya kuunda maneno mapya katika Kiswahili kama ilivyo katika lugha nyingine ni kurudufu au kwa maneno mengine ni kurudia neno au sehemu ya neno na kuunda neno jipya. Inaporudiwa neno zima, kitendo hicho huitwa urudufu kamili. Na inaporudiwa sehemu ya neno, kitendo hicho huitwa urudufu nusu. Matinde anasema uradidi ni utaratibu unaotumika katika kuunda maneno ambayo sehemu ya neno lote hurudiwa na kuunda neno au msisitizo fulani. Fasili ya Matinde inaonekana kuwa na upungufu katika kufasili hasa nini maana ya uradidi, kwani si lazima neno lote lirudiwe. Huweza kuwa sehemu tu ya neno inayorudiwa. Hivyo, tunaweza kusema kuwa uradidi ni kanuni au taratibu katika lugha wa kuunda neno au maneno mapya kwa namna ya kurudia sehemu ya neno au neno zima. Ili hali sehemu ya neno ikirudiwa huitwa urudufu nusu, na ikiwa ni neno zima limerudiwa basi huo hujulikana kama uradidi kamili. Katika lugha ya Kiswahili, uradidi unajitokeza katika namna zifuatazo. Kwanza, uradidi hujitokeza kama uradidi kamili, na hii ni pale ambapo neno zima hurudiwa. Uradidi huu hutumia kanuni ya neno jumlisha neno kuleta neno jipya. Kichunguza mifano hapo utaona kanuni inasema neno kijumlisha neno napata neno jipya. Hapa maana yake tunazungumzia uradidi kamili. Kwa mfano neno peta na peta tunapata peta peta. Pole na pole tunapata pole pole, haraka na haraka, haraka haraka, cheka na cheka, cheka cheka. Kwa hiyo ukichunguza mifano mbalimbali inayoendelea hapo, utaona jinsi neno zima linavyorudiwa na kuunda neno jipya. Na huo ni uradidi kamili. Lakini tukija kwenye uradidi nusu, ambapo sehemu tu ya neno ndio hurudiwa, hapa utaona kwa mfano neno ki jumlisha zungu unapata kizunguzungu. Ki wili jumlisha wili, kiwili wili, ki nyume jumlisha nyume, kinyume nyume na kadhalika. Kwa mifano hiyo, unaona uambatanishaji wa mofu tatu, yaani mofu ki na mofu huru mbili. Kiambishi awali ki kinadondoshwa katika neno la pili
kanuni yake inasema ki jumlisha mofu huru jumlisha mofu huru tunapata neno. Hivyo ndivyo uradidi unavyojitokeza katika lugha ya Kiswahili. Uradidi ni miongoni mwa njia ambazo zimekuwa zikitumika katika kuongeza msamiati ya lugha ya Kiswahili. Asante, karibu katika mfululizo wa madarasa ya Mwalimu Maeda. Asante.